Mimi sio maiti. Hivi laiti kama ungekaa nyumbani ungenifumania kweli? Na makaburini siji tena. Mimi ni mtu. Kaka, wewe ni nani? Mimi ni zaidi ya mtu. Hapana. Aliyenipa upendo wa kweli ni yeye. Aliyenifundisha maana halisi ya upendo ni yeye. Hakuwahi kutokea mwingine. Sasa mimi ni nani? Kwa nini unanifanyia hivi Au ni kwa sababu unajua nakupenda? Basi niambie nifanye nini ili angalau uweze hata kuthamini mapenzi yangu hata kidogo. Nikupe nini wewe? Hivi mwanamke una shida gani? Kwa nini unapenda kunifuatilia? Hivi laiti kama ungekaa nyumbani ungenifumania kweli? Lakini wewe ni mchumba wangu vipi Pasco? Ninapopata taarifa mbaya lazima nikufuatilie. Oa, vipi bro? Mbona unasimama na kusikiliza mambo yasiyo kuhusu? Ameniona. Kaka, ni afadhali tu ongelea na safari zako, kwa sababu hatuhitaji ushauri wa mtu yeyote yule. Brother, umeambiwa hichi kikao hakikuhusu. Nenda na mambo yako. Ina maana mimi sio mzimu. Mimi ni mtu. Au sio? Tumeamua kwanza na kuletea wazee wenu, au sio? Sasa sikia, mimi sio mtoto wa kunifuatilia. Kwa hiyo isibera tu ukaniacha kama nilivyo. Kama unanipenda, ishi kwenye njia zangu. Kama unaona nakusumbua sana, unaweza ukamove on na safari yako.
Moyo wangu na maumivu sana. Moyo wangu atakufa. Atakufa? Maumivu ni nini? Kwa nini maumivu? Sijui nitaweza kuongea. Hebu nijaribu. Kijana, nisema mamako atakufa. Ndio. Sasa mbona mtu akifa anakwenda kuishi sehemu nzuri ambayo wengi hawajui? Mama, nimepona mwanangu. umepona mamangu? Nimepona mwanangu, ni mzima kabisa. Nimepona. Kaka, wewe ni nani? Uliponishika tu kwa mkono wako nimepona. Mimi sio maiti. Sio maiti tena. Mimi ni mtu. Ni mume wangu. Nawezaje kumsahau kirahisi? Nawezaje kumsahau mtu aliyenipa upendo wa kweli? Siwezi.
Tamari, ni miaka 2 sasa tangia tumemzika. Sasa hivi ni mfu yule Tamari, ni mavumbi. Hebu jaribu kumkabidhi moyo wako mtu mwingine uone Tamari. Usiishi na mtu ambaye ni mfu Tamari. Unapata dhambi unajua. Aliyenipa upendo wa kweli ni yeye. Aliyenifundisha maana halisi ya upendo ni yeye. Hakuwahi kutokea mwingine kabla na baada. Hebu sahau kuhusu yeye na kuhusu mapenzi, kuhusu upendo. Yupo Juma. Juma anakupenda sana Tamari. Hebu mpe nafasi. Kitabu changu cha mapenzi alishakifunga. Siwezi. Nilimpenda sana, lakini ameniumiza. Nilitamani yeye ndo aje kuwa mume wangu, na ndo aliyenitoa usichana wangu. Sio kila kitu katika hii dunia unaweza kukimiliki. Ila ukitaka kuwa jasiri, uweze kuziongoza hisia zako. Maisha ni mali yako. Lakini je, unajua namna ya kuyamiliki? Jifunze kuyamiliki maisha yako mwenyewe, ili yule atakayeingia ndani siku kumwa kumtoa, umtoe bila kipingamizi. Kwa hiyo nifanyeje sasa? Jifunze kujimiliki mwenyewe, utakuwa huru. Kumbe ni rahisi hivi. Asa kwa nini niliruhusu anitese?
kuongea naye, lakini inaonekana ngoma bado nzuri. Yaani yule bado ni ana mawazo ya mume wake, yaani bado. Sasa tunafanya na vipi wewe kuhusu ile swala ulioniambia? Utafanya nini? Hata mimi mwenyewe nakuwa nashauri. Ukiona kama haeleweki, mbona hapa wanawake wapo wengi sana? Hebu kuangalia binti mwingine, achana naye. Mkeo anasema, lakini huwezi kupenda watu wote. Kama unajikuta hapa na kwa magari na kwa ajili ya mmoja. Mimi na imani. Natamani anipende kama alivyokuwa anipenda zaidi. Basi sawa. Mimi ngoja nitaendelea kuongea naye. Labda kutokana na yule mtu alikuwa amemzoea sana. Unajua ukishaondokewa na mtu wako. Kwa mimi nitajaribu kuongea naye. Nitajaribu kumuelekeza yule binadamu anaweza kuelewa. Basi poa. Ngoja tuone. Kaza wewe mwanaume. Amen. Poa. Kwa nini nimefufuka? Kwa nini nimefufuka? Je, hii ni nafasi yangu ya pili ya maisha? Nimerudi kusaidia watu au kuna sababu nyingine? Na kwa nini hisia zangu za huruma zinaponya watu? Halafu kwa nini itokee pasipo mimi kujua? Mimi ni nani? Mimi ni nani? Mimi ni nani? Sasa sikiliza mdogo wangu Suzu. Mimi nimekaa nimetathmini kwenye kichwa changu. Sijui unanielewa. Nimeona mimi kuendelea kuishi bongo dharau. Sijui unanielewa kwenye kichwa chako. Mimi nimeona nije kuuza nyumba. Hivi, Blazo unajielewa kweli? Na unaelewa unachokiongea? Yaani umeacha kufikiria mambo yote hayo kwenye akili yako. Umeona ujiuze hii nyumba, si ndio? Hivi nadhani kuwa hiki ndio kitu pekee ambacho wametuachia wazazi wetu. Alafu wewe unataka kuuza hii nyumba, si ndio? Hivi unadhani ukiuza hii nyumba sisi tutaishi wapi? Au tutakuwa wageni wa nani hapa mjini? Au unataka tu watoto wa mtaani tu kulandanda mtaani ambao hawana nyumbani kwao, yani hawana makazi yani? Mimi na wewe nani mkubwa?
Ushaanza kunipanda kichwani, si ndio mdogo wangu? Ha? Ushaanza kuleta dharau, si ndio? Michongo ya dharau fezea unayo sasa. Sikiliza mdogo wangu, mimi kuendelea kushibongo dharau. Mimi kwa Madiba, mimi ndo ndembo yangu inapotukia. Sijui unanielewa? Unanielewa Soso? Nauza nyumba, kila mtu atakufa na chake. Sikia ngombe kitu blaza. Yaani wewe ongea, maliza maneno yako yote sawa, lakini ukweli hii nyumba haiuzwi. Si unanielewa vizuri? Hii nyumba haiuzwi. Sasa sikiliza, ukitaka kuiuza hii nyumba, labda unitoe mimi kwanza. Ndio hii nyumba utaiuza. La sivyo hii nyumba haitoki. Soso! Soso! Nakuita mara 7 Soso. Mara 7. Kwanza hata kukupa pesa nimekuonea huruma Soso. Nielewe. Nauza nyumba, naenda kwa Madiba. Mimi kukutoa kafara ni jambo la mara moja. Ili mradi tu nikaishi mbele kwa Madiba. Utakuwa umechanganyikiwa wewe, akili zako haziko sawa. Sasa nakwambiaje, hii vita leo tutakuwa bwana, nichukuliaje hapa? Toki nyumba hapa kudadi nani? Karibu. Asante sana. Juma, unafuata nini hapa? Ni mara ngapi nakwambia sitaki karibu na wewe? Nikwambieje ili unielewe? Leo ujio wangu uko tofauti sana. Na samahani kama nitakuwa nimekukwaza hapo. Kivipi yani? Unajua wewe ni mwanamke mzuri sana. Na sitamani atakwenda mbali nawe. Nahitaji wewe rafiki yangu tu kawaida. Tena sio rafiki, zaidi ya rafiki. Nikwambie kitu. Katika ukubwa wangu, utoto wangu, sijawahi kuona urafiki kati ya mtoto wa kike na wa kiume. Sijawahi kuona. Na ukiangalia wewe ni mtu ambaye umenisumbua sana. Afu leo ni urafiki na urafiki huu unatokea wapi? Unajua, kuna vitu vingi sana nimejifunza kutoka kwako. Ni mwanamke mwenye msimamo, mwenye upendo wa kweli. Ni miaka 2 sasa tangu mume afariki, lakini bado nampenda, unamjali, unahitaji kumsaliti. Wewe ni mwanamke ambaye ni wachache sana wa familia. Narudia tena. Kwenye maisha yangu sijawahi kuona urafiki kati ya mtoto wa kike na wa kiume. Kwa hiyo sihitaji urafiki na wewe, wala sihitaji ukaribu na wewe. Nadhani umenielewa. Samahani sana. Sikuwa na lengo la kuharibia mlia kwa sababu. Ila ni moyo wangu tu. Umenisukuma kuja kukwambia machache. Naomba nafasi hata ya kuwa dadangu tu ayali. Juma, samahani kama utakuwa umenielewa vibaya. Naomba unipe muda basi ili nipate kutafakari jambo lako. Nashukuru sana. Haya, karibu. Nashukuru sana. Asante. Haya, karibu tena.
Kama mashani hivyo. Nimekuja kuchukua hiyo nguo kabla haujitambua wewe na kabla haujajua namna ya kutumia, maana itatusumbua sana na sisi tunaitaka ili tuipeleke nyumbani. Karibu sana. Hapa ndo naishi. Ulijuaje kama nipo pale? Toka nimekutana na wewe najisi ni mtu wa tofauti sana, so naitaka nikufahamu zaidi, pia nijue wewe ni nani. Sijui. Sijui mimi ni nani. Unaitwa nani? Sijui. Unatokea wapi labda? Sijui.
Kaka samahani, nakuomba mara moja. Mimi na mambo yangu, usinichanganye. Alafu mimi sina shida na wewe, kwa hiyo siwezi kukufuata. Kweli wewe mjinga sana, na ndio maana mdogo wako anakushinda maarifa, na usipokuwa makini atakuua. Ila acha nikusaidie. Unajua nini zaidi? Na ataniua vipi? Na wewe ni nani? Umeniuliza maswali mengi sana na hata sijui ni kujibu lipi, ila nitakusaidia. Unataka kuuza nyumba na yeye hataki. Haina sababu ya kumuua. Nifanyaje? Nitakupa njia. Naitaka hiyo njia ili kutimiza lengo langu. Itabidi uyatoe maisha yako kwa ajili yangu. Wewe ni mwanamke mwaminifu sana. Umekuwa mkweli kwa kila ahadi uliyoweka kwangu. Nami huko niliko sio kwamba nimekusahau. Bado ninakufikiria. Na ninaisubiri ile siku utakayokuja ili tuendeleze ndoa yetu. Yenye mapenzi ya kweli.
eti anataka tuuze ile nyumba. Ili iweje yani? Hivi unadhani ile nyumba akiuza tutaishi wapi? Sasa mimi hapo nitawasaidiaje? Hata nikisema ni washauri, mimi sina cha kuwashauri kabisa. Kama vipi nyie uzeni, gawaneni pesa, kila mtu afanye mambo yake. Kidoti, yaani mimi najua wewe utachukua maamuzi ya kumfuata kwenda kuongea naye ili abadilishe haya mawazo yake. Afu unasema bado tu nikubaliane naye. Hivi unadhani ikoje? Mimi sina uwezo wa kuingilia familia yenu. Kama hujaridhika na ushauri wangu, basi. Kidoti, yaani mimi nakuamini sana kwenye ushauri wako. Lakini kusema kweli leo umeniangusha. Yaani umeniangusha sana. Sikutegemea kama utashauri hivi. Okay, sawa.